Entume yule jamaa tena nani pale alosimama pale kwa Sumari Katembo? Mbona kana la jitu geni? Lafanya tena pale? Hapana, yule itakuwa njambazi. Sema hapa ngoja ndili nao. Mimi wewe ndo mwanamke ambaye niliwekupenda siku zote. Huyo mke wangu mimi nilikuwa simpendi nikakupenda vyo yeye. Alafu waende tembea na yule Sumari Katembo jitubaya. Yaani kiukweli mimi sikufurahishwa nalo. Ndio maana nikaenda nikamwita mkuu. Lakini usijali mpenzi wangu. Mimi nitarudi kituoni, nitaenda kulifuata lile afande Kiboga. Na usijali, nitalipiza kisasi kwa ajili yako. Usijali mpenzi wangu. Pumzika kwa amani. Mimi naondoka. Hey, wewe nywele chafu. Nywele chafu. Fanya uje. Njoo haraka. Yes, bosi, nakuja. Yes, mkuu. Nywele chafu, umefika. Wewe ndio wafanya kazi wangu bora. Nikikuita tu umefika. Na mara hii kwenye tuzo za wafanya kazi bora, nataka wewe ndio ugombanie na ushike nafasi ya kwanza. Sawa? Ndiyo. Sisi ndio watu ambao tumezaliwa na roho ngumu, roho mbaya. Kwa hiyo kwenye kazi za kijambazi kama hizi tunakuwa mbele sana. Kwa hiyo kuhusu tunzo usijali, mimi nitachukua tunzo bila wasiwasi wote ule. Wewe andaa tu hicho kibunda. Kisikilize kimaskini. Kikisikia tunzo kinajua hera tu. Sasa nisikilize wewe nywele chafu. Sio kitu nywele chafu ni sifa. Sometimes uweze kuziosha hizo nywele, at least ukikaa na matajiri kama sisi, tu najisikia vizuri. Maana hapa sasa hivi najisikia kama kuharisha, tumbo kutapika, kichefuchefu cha nguvu. Zote ni harufu zako mbaya. Hizo nywele chaza kutoa viroboto. Nitakufukuza huko ndani kwenye jumba la bilionea. Sasa nisikilize, nenda hapo nje utakutana na paka Jume, yupo na dada wawili. Wachukua wa dada kafungie kwenye kile chumba chetu cha ugaidi ambacho wako wale madogo. Sawa? Mr. White nishakustukizia wewe. Wewe nishakustukizia una wivu, wewe huna nywele kwa sababu una kipara. Mimi nywele zangu kila siku demu wangu anazisifia hizi, afa ananiambia zanukia vizuri. Leo hii unaniambia zanuka vibaya. Nyewe waongo bwana. Kulikoni sasa mke wangu? Mbona umekwapua kijiko changu na nilikuwa nakula? Kwa mume wangu kwenda hujaona. Kaingia mende kwenye hicho chakula. Ndio nilivyomuona pale nikamwambia usile. Sasa mimi naomba uachane nacho kile. Niache nikakimwage alafu baadaye nikakupikia chingine mume wangu, sawa? Mwanamke ananiona mimi mjinga sana. Acha uongo wewe mwanamke. Kile chakula hakiingia mende. Sasa sitaki kelele nyingi. Nataka uniambie kwa nini ukakwapua kijiko na wakati nilikuwa nimeshaanza kula. Sasa mume wangu usielewa nini hapo. Nishakwambia nitakupikia, mle kaingia mende, achana nacho. Afu wewe mende hujamuona tatizo. Mimi nimemuona, afu baada ya kuingia karuka ndio maana hujamuona. Kwani mende anaruka? Mbona kama naropokwa? Nisikilize mke wangu, unajua mimi nakupenda sana na mimi sitaki tugombane kwa sababu nimeelewa kwamba hata na wewe unanipenda. Na hapa ndo nilikuwa naangalia, je, kweli unanipenda kweli au uliongea kwa maneno tu? Juzi ulipotoka hapo ukaniaga una dukani, nilikufuatilia kwa nyuma na nikakuona unaelekea kule bondeni chini kule msituni. Afu baadaye ulipofika ukakutana na mama akakupa dawa ujiniekee mimi. Unafikiri mimi nilikuwa sijui? Nilikuwa najua kila kitu. Na hapa nilikuwa sitaki kula, nilikuwa nakuangalia tu, je, kweli unanipenda? Au maneno ya pale uliongea na mama kwamba hutaki kuniekea dawa, ulikuwa unaongea tu. Sasa hapa ndo nimehakikisha kwamba kweli unanipenda. Ila sasa kwa nini mama anafanya hivyo? Ni kweli mume wangu. Ila mimi naomba msamaha, usamehe mume wangu. Kwa sababu mimi sikuwa na lengo baya mume wangu. Na mimi ndio maana sitaki ufe. Kwa sababu juzi nilipopewa hiyo dawa na mama, nilikwenda kwa mganga peke yangu. Sikumwambia mama wala wewe sikukwambia mume wangu. Nilipofika kwa mganga nikamuuliza kuhusu hiyo dawa, akaniambia hii dawa ni kwa ajili ya kumuua mtu, tena watoa wachawi kwa ajili ya kutoa watu sadaka. Kwa hiyo mama alikuwa anataka kwenye chakula ili wewe utoke kama sadaka mume wangu. Mume wangu sikuwa na lengo baya, lakini ndio maana sikutaka ule. Mama wangu usamehe sana. Mimi sikuwa tayari wewe ufe. Na mama vile vile ndo ambaye anawaua watoto wetu wakiwa tumboni. Mganga kanambia kila kitu. Mama sio mtu mzuri. Baby,
Pole, acha kulia. Mimi nimekwisha kusamehe. Na hilo tutaleka sawa. Usijali baby. Pole baby. Pole mpenzi, pole, usilie. Vipi mama Samiri, naona wamenikurupua hai na masimu tena huko, napigiwa simu nije huku na kule mkutanoni, kila nikipiga kampeni watu hawanielewi, mara huyo bwa toka hapo mbele, na wengine wanarusha chupa, wengine wanarusha mawe, mwenye jiwe, mwenye lile, kisu, panga, shoka, wote tafrani tu, bora walivyoniita nikafa bure. Kulikoni tena, mbona analia? Wewe mke wangu, kulikoni tena? Mbona unalia bila kusema? Ushaanza kunitia hofu na mie. Hapa nishaanza kuhisi wasiwasi. Inavyoelekea hapa, huyu mke wangu kashambana yule mdada wa kazi amwambie mimba kapawana nani, na yule friji lake aligandishi sasa. Inavyoonyesha katishwa kidogo tu kashanitaja. Hapa Mr. Caravan na Azirika bilionea mimi jamani. Mfalme mkubwa hapa Tanzania, lakini naenda kwa Azirika kumpa mimba mdada wa kazi ambaye nimemtoa kijijini Arusha huko. Sasa sijui najiteteaje hapa. Ila mimba mimi sijampa. Au sijui nilimpa, lakini kama nilimpa bahati mbaya, kwa hiyo siwezi kukubali. Mimba sijampa. Janisikia huyu, mbona na mimi vinanitoka tu. Nisharopokwa jamani, nisharopokwa bilionia mimi jamani, nisharopokwa hapa na kamatwa leo. Mimba? Au sijasikia vizuri? We mume wangu, mbona habari za mimba? Kulikoni? We mke wangu, siku zote nikikwambia masikio yako yashakuwa mabovu hayo, nikupeleke kwa daktari, lakini unaleta ukaidi. Sasa sijui nifanyeje. Mimi sijaongelea swala la mimba hapa nilikuwa nasema Simba jamani, Simba. Jana nilimwekea mkeka amfunge Azam, lakini kaenda kudraw. Sasa mkeka wangu umeliwa na timu moja tu ndio imeharibu, hiyo Simba. Nilikaa milioni 2 hivi, Simba kaharibu peke yake, kwa hiyo kaniharibia mkeka wa milioni 100. Ndio maana nimemtaja hapa, ananiumiza kichwa. I say, kumbe alikuwa hajasikia bwana. Kumbe hajasikia na wala hajaambiwa kama mimi ndo nilompa mimba mdada wa kazi. Mdada wa kazi hajasema jamani. Na ninapojua kubadilisha story sasa. Eti nimempilia story za Simba. Mimi nikaibetia Simba, nimerogwa. Sasa mama Samiri, tuachane na habari za Simba na za mimba, kwa sababu hizo hazina faida yoyote kwenye familia yetu, sitaki kugombanisha bure. Nataka unaambie sasa mke wangu, umeniitia nini hapa na mimi ndo nimefika. Mume wangu, Samir mwenetu katekwa kumbe. Alafu ile scholarship haikuwa scholarship, walikuwa wana mpango kwa wateka watoto, kwa hiyo wameitekwa yeye na rafiki yake Misondo. Mume wangu, tumuokoe mwenetu. Mtoto wa tajiri anatekwaje sasa? Mtoto wa tajiri bilionea kama mimi naisifika Tanzania nzima kwa pesa nyingi za kuiba serikalini. Sasa alafu bilionea anaibiwa, eti anaibiwa mtoto bilionea. Huyo nani anajiamini kama hivyo? Mtu wa serikalini kabisa, dingda kitambo VETA, afu anaenda kumuibia. Afu michezo sijui nani anaicheza kama hivyo, afu anajiamini mtoto wa bilionea anamteka. Huyu itakuwa nani tena anajiamini kama hivi? Hebu kwanza nimfikirie kwenye halmashauri yangu wa kichwa. Wanakuja wingi tu, lakini sijui yupi aliyojiamini sana. Nitamjua. Okay, moja mbili. Okay, asa. Shamjua tayari. Huyu mke wangu nishamjua. Huyu ni Mr. White. Anajiita Mr. White, lakini kumbe ajite tu jitu jeupe. Maana huyo mweupe kakosa rangi bwana. Mweupe sana. Yaani ukimwangalia hivi macho yako yanaumia kama vile umeangalia jua. Sijui nani anamuita Mr. White. Mimi namuita jeupe sope tunamuita kwa sababu kakosa rangi. Sasa sijui hapo tumweke vipi, mweupe au white? White mweupe. Okay. Wewe mume wangu, mbona hauko serious wewe? Lakini mtoto wetu katekwa vo. Cheki zile sharubu na nilivyojiachia sasa kama yeye ndo mkuu wa polisi wote. Ila nishakumbuka afande Ashura nilimwahidi nitalilipizia kisasi. Na hapa hili lajisahau sijui la wapi la stress sijui.
Ngoja hapa nitoe bastola niliue. Hapa niliue. Afande Ashura, leo nitakulipizia kisasi. Japokuwa ndo mumeo, lakini mimi mpenzio, ula pesa zangu. Kwa hiyo mimi ndo nina nguvu kwako. Ngoja hapa niliue ili jamaa. Uwe matako. Ujisemesha kiroho hapo sio? Unasema nini kwanza ulikuwa? Unanisema na stress zangu sasa hivi, sitaki kelele nyingi. Kazi yangu lokupa ushaifanya? Bahati yako ashtuka, lakini hapa nilikuwa ngupe moja tu ya kichwa. Ndio mkuu, tayari kazi yako nishaifanya. Sasa mimi sipofanya kazi yako mfanya kazi ana ni mkuu wangu wewe, Afande Kiboga, bonge la bosi. Sasa nisikilize, mimi akili yangu haipo sawa na stress nyingi. Nataka nikupe kazi nyingine. Chukua bastola hii, naenda kule nilipomfungia msumari Katembo. Nataka dakika 2 zisifike, roho yake iwe tayari ishatangulia mbinguni. Sawa? Entume, kumbe ile jamaa jambazi kiasi hiki. Nataka kuwaua wote. Nashamu Afande Ashura, nataka limuona na msumari Katembo. Ila nishakumbuka. Afande Ashura alikuwa akitoka na msumari Katembo. Msumari Katembo mimi ni adui yangu. Japo ninamuogopa, lakini bastola haina masihara. Ngoja nichukue bastola nikaliangamize kule. Ndaliua. Niko tayari. Wewe mkuu, hata usijali, nipe hiyo bastola sasa hivi niende. Ndaliangamiza kule. Utasikia sasa hivi bastola lia pa. Ukisikia hivyo tu jua yeno la kufa hilo. Mohamedi, umekuja kuniokoa? Asante sana mwanangu. Nilijua utakuja. Ndiyo kamanda wangu, nisingekuacha hata siku moja ufie gerezani unye ndooni miaka 30. Miaka 30 mingi bwana. Unye ndooni wakati vyoo vipi kwa Mr. White vimejaa kule vya glasi kabisa. Hebu tutoke, lakini sasa hapo ufunguo hakuna, nitafanyaje sasa? Hapa ufunguo. Entume, yule jamaa tena nani pale alosimama pale kwa msumari Katembo? Mbona kana la jitu geni? Lafanya tena pale? Hapana, ile itakuwa njambazi. Sema hapa ngoja ndili nao. Oya, angalia nyuma mwanangu. Mbona kama kuna fana kuja huko?